kuona mashehe zangu ni kundi, nitakapotaja ni lugha tu, lakini kama atahusika mtu yuko hapa alisame, ni lugha tu naitaja, wala simkusudii fulani. Sawa? Yaani ni lile mlikuta kwamba kundi la wavuta bangi, kundi la wanywa pombe. Huyu hapa amelewa anakonjoa, huyu amelewa anatukana, huyu nywele ziko mpaka huku. Watu hawa wakakusanyana, wakapanga mpango wao, wakasema jamani, na sisi kundi letu hili tufanye mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ala Muhammad. Hili kundi ni lini mliona la sura hii? Alafu nyinyi kama hivi mlivyokaa mkaenda kwenye hilo genge kwa wito wao, na wakaanza kuwakaribisha nyinyi wao. Lini mliona hivyo? Iliwahi kutokea wazee wangu? Kwa hiyo ndio maana ya kwamba laqad manna Allahu ala almu'minina, hapa alihusisha Mungu jambo fulani. Lawa angesema laqad manna Allahu ala almuslimina, na wale pia wangeweza hayo. Hili haijawahi kutokea, wangeingia kwenye huo mfumo. Sijataja kwa vibaya, lakini kwa malengo ya kuelezea na kupanua mafuhumu. Ala Muhammad. Zamani toa tahadhari. Kwa hiyo neema ya kuletewa Mtume Muhammad ni neema ambayo haifutiki, haitofutika katika nyoyo za watu muumini. Kwa hiyo bila shaka haya tunayafanya hapa, lakini pia tuna imani kila kilichofanywa hapa, zile Qur'ani zote za kwanza, Fatiha za wazee mpaka Qur'ani, na kheri zote zilizotendeka hapa na waja wema waliohudhuria hapa, kwa baraka yoyote Mungu amfanyie wepesi mama yetu kwani. Amin Allah. Ndio malengo sisi kuja. Bila shaka tangu tumemzika hizi siku hapa katikati hakuna mtu anakuja hapa sisi zaidi ya majirani na ndugu zake labda wachache na familia yake. Leo tumekuja rasmi kwa ajili ya kuja kulalamika. Na kwa nini sasa tunaanzia mbali kiasi hicho? Si litosheleza tu watu baada ya kukaa, mzee mmoja anatia Fatiha. Lengo kwa nini hii? Allahumma ighfir lahu au Allahumma ighfir laha warhamha wa askinaha fil janna. Basi litosheleza hii. Lakini tukaanzia mbali kule. Fatiha za wazee, Qur'ani zikasomwa, Maulidi yakasomwa, tafsiri zikasomwa, mpaka sasa hivi bado nasa zinaendelea. Akina mama nao na jambo lao. Haya yote ni katika sura nzima ya kumbembeleza Mungu ili aweze kutijibu maombi yetu. Tunatoa mifano kila siku kwamba leo wewe una haja milioni 2. Shida imekubana hapa. Mathalan una mgonjwa wapi uko na pesa hiyo huna. Pesa hiyo inahitajika ili aweze kupata matibabu. Mnakaa wewe na mke wako, mnafikiria fikra. Kila mmoja anatoa hili, anatoa hili, anatoa hili. Sasa hii pesa tunapatia wapi? Mke anasema tuende kwa fulani, anaweza kutuelewa. Lakini sasa tunakwendaje? Mke anasema ila bwana anapenda sifa kidogo, yenda pale. Kwa hiyo sifa kidogo anaweza kutupatia. Yaani mnaanzia maneno mbali, mwanadamu mwenzako. Sasa hivi kwa Mungu ndio utaweza kuketi tu dakika 2 alafu tayari. Hapana. Haya yote ndio maana tunayafanya. Walau huenda Allah tabaraka wa taala akatuhurumia. Na huyu ndugu yetu hajaweza kufanya yeye na watoto wake tu peke yake. Hapana. Nafuata maagizo. Napokuwa na haja ya maombi kama hivi, ita ndugu na majirani. Hatuwezi tukajua ni lini na nani tajibiwa. Sisi wote ni wakosefu, hakuna aliyokamilika. Kwenda mzee aliyokaa kule au aliyosimama kule au ameketi wapi, itakuwa yeye huyo mmoja katika kikao chote hiki. Ndio sababu ya sisi kujibiwa kwa haraka.
Na nyingine jamani, wale maiti wanapokufa kule, wale ni roho tu ndio zinahamishwa na kiwiliwili. Roho inahamishwa na kiwiliwili. Kwa hiyo roho ile haina sifa ya kufa. Kule kabrini wale wanaonyesha matendo yote tunayoyafanya. Kama ni mabaya wanaonyeshwa, na kama ni mazuri wanaonyeshwa. Ikiwa ni mazuri, istabshiru, wanafurahi. Istabshiru, wanafurahi. Lakini pia na kama ni mabaya wanahuzunika. Kwa nini familia ile ifanye hivi? Ndivyo ambavyo niliwaacha. Ala Muhammad. Kwa hiyo wazee wangu, wallahi tuwatwi wazazi wetu la kwanza. Yaani wale wazazi wetu wale, kila alio na mzazi yuko hai. Mtume alisema baada ya mtu anamdiriki mzazi wake yuko hai, alafu akaenda huko siku ya kufa, huyo mtu akakosa kuiona rehema ya Mungu ambaye ni pepo, aliyekuwa alikaa na wazazi, aliishi na wazazi, huyo amepata hasara. Maana yake hajaweza kufanya wema mzazi hata kidogo. Ala Muhammad. Tusiwe na taharuki kidogo. Shekhe kumekuta mnaeleza hao nataka wapate chai kidogo tangu wamekaa kabla sisi kufika. Pia ni katika ile huruma tu wapate chai walau dakika 2, na ni wanafunzi. Kila aliona mwanafunzi anajua ilivyo dharubu yake. Na hata kama hana, lakini umekaa madarasani unajua ile dharubu ilivyo. Kwanza mwanafunzi njaa